Nilipochaguliwa kujiunga na chuo kikuu, nilijua maisha mapya yanaanza. Nilipanga chumba nje kidogo ya campus kwa sababu hostel zilikuwa zimejaa. Bahati nzuri nikapata roommate, kijana mpole sana aitwaye Kelvin. Kelvin alikuwa mtu wa utulivu, hasemi sana, na muda mwingi alikuwa na simu yake au laptop. Nilimpenda kwa sababu hakuwa mtu wa vurugu, tulielewana haraka. Siku za mwanzo kila kitu kilikuwa kawaida. Tunaenda darasani pamoja, tunarudi pamoja, tunapika pamoja. Lakini kadri siku zilivyopita, nikaanza kugundua tabia ya ajabu. Kila ifikapo saa 6 usiku, Kelvin alikuwa anatoka nje kimya kimya. Siku ya kwanza sikujali, nikadhani labda anaenda chuoni au kupiga simu. Lakini hii ilianza kuwa tabia ya kila siku. Nilijiuliza, mtu anatoka kila usiku saa 6 anaenda wapi? Siku moja niliamua kujifanya nimelala, lakini macho yangu yako wazi. Saa 6 kamili, Kelvin akanyanyuka taratibu, akavaa jaketi, akatoka. Nilisubiri dakika 2, nikamfuata kimya kimya. Nilimfuata mpaka nyuma ya nyumba, sehemu yenye giza kidogo. Nilichokiona kilinifanya nistuke. Kelvin alikuwa anakutana na msichana mmoja pale gizani. Lakini kilichonistua si kukutana tu, ni kwamba yule msichana alikuwa mwanafunzi mwenzetu darasani na nilimjua vizuri. Lakini bado sikuelewa kwa nini lazima wakutane usiku, gizani, kila siku. Siku iliyofuata niliamua kumuuliza Kelvin moja kwa moja. Alishtuka sana. Uso wake ukabadilika. Akanambia, naomba usiniulize hilo swali. Naomba tu uache kufuatilia. Hapo ndipo nilijua kuna kitu kikubwa kinafichwa. Baada ya wiki moja, ukweli ulijifunua wenyewe. Usiku moja niliamka kusikia kelele nje, watu wanagombana. Nilipotoka, nilimkuta Kelvin amezungukwa na watu wawili waliokuwa wakimpiga. Kumbe kila usiku alikuwa anakutana naye kumpa pesa, chakula na zawadi. Mapenzi ya chuo yanaweza kukufanya uwe kipofu. Tangu siku ile, Kelvin alibadilika kabisa. Hakutoka tena usiku, hakuzungumza sana, alikaa kimya muda mwingi. Ndipo nilijifunza somo kubwa sana la maisha ya chuo. Si kila anayekutabasamia anakutakia mema.